Wakati mwingine unaweza kuulizwa maswali mengi, na miongoni mwa maswali mengi mengine yanakera, yanahuma, yanatia uvivu. Hivyo siku leo nimeweza kuletea somo linalosema hekima ya kuweza kujibu maswali. Maswali yote ambayo unaweza kuulizwa, tuangalie Biblia inaweza ikatufundisha hekima gani tunaweza tukaitumia ili kwamba kujibu au kukabiliana na maswali ya kila namna. Hekima ya kwanza ambayo unaweza kuitumia ili kwamba uweze kujibu kila swali ni hekima ambayo Yesu aliitumia. Inapatikana katika Mathayo sura ya 26 mstari wa 61 hadi 63. Biblia inasema kwamba hata baadaye wawili wakatokea wakasema, huyu alisema naweza kulivunja hekalu la Mungu na kulijenga kwa siku 3. Kisha kuhani mkuu akasimama akamwambia, ujibu neno, hao wanakushuhudia nini? Lakini Yesu akanyamaza kimya. Yesu alipokwenda kushtakiwa mbele ya kuhani mkuu Kayafa, watu waliweza kusema kwamba alisema anaweza akavunja hekalu na akalijenga kwa muda mchache sana. Hekima ambayo Yesu alitumia hapo, Biblia inasema katika 63, lakini Yesu akanyamaza kimya. Ni kwamba hekima hii naweza nikakusii na kukushauri kwamba uitumie wakati unapojibu maswali. Yesu si kwamba alikosa jibu la kujibu, hapana. Alikuwa na jibu kwamba anaweza akabomoa hekalu ndani ya siku 1 na akalijenga kwa siku 3. Jibu Yesu alikuwa nalo kwa sababu yeye ndiye aliyesema hayo maneno, lakini Yesu alinyamaza kimya. Biblia inasema kwamba lakini Yesu alinyamaza, si kwamba hakuwa na jibu. Wakati mwingine unaweza kuulizwa maswali ambayo una majibu, lakini tumia hekima Bwana Yesu aliyotumia, hekima ya kunyamaza kimya. Ni hekima ya kwanza ambayo nakushauri kama mtu wa Mungu kwamba unapoulizwa maswali mengi na mengine yanakera, tumia hekima ya kunyamaza kimya. Yesu aliendelea kuulizwa katika 63 kwamba tuambie kama wewe ndio mwana wa Mungu. Yesu alijibu kwamba wewe wasema. Si kwamba Yesu alikosa jibu la kwamba mimi ndiye mwana wa Mungu au mimi siye mwana wa Mungu, lakini alitumia maneno yale yale kuwajibu kwamba wewe wasema. Unaweza kuulizwa maswali mengi ambayo mimi siyajui, lakini maswali mengine usiyanyamazie. Tumia maneno yale yale ambayo umekwenda kuyatumia kwa kuwajibu. Kumbuka kwamba katika Mithali sura ya 26 mstari wa 4 hadi wa 5 utaelewa nini ninachokwenda kumaanisha hapa. Biblia inasema kwamba usimjibu mpumbavu sawasawa na upumbavu wake. 5 inasema umjibu mpumbavu sawasawa na upumbavu wake, asije akawa mwenye hekima machoni pake. Kuna visomo viwili. Biblia inasema kwamba usimjibu mpumbavu sawasawa na upumbavu wake, lakini pia inaendelea kusema umjibu mpumbavu sawasawa na upumbavu wake, asije akawa na hekima machoni pake mwenyewe. Ina maana kwamba wakati mwingine unatakiwa uangalie mfumo gani swali limekuja. Kupitia mfumo huo unaweza ukatumia kujibu swali kwa maneno yale yale, kwa sababu ukimjibu mpumbavu sawasawa na upumbavu wake, wewe unaweza kuonekana kuwa mpumbavu. Lakini wakati mwingine unatakiwa umjibu mpumbavu sawasawa na upumbavu wake, asije akawa mwenye hekima machoni pake mwenyewe. Na hekima ya pili ambayo naweza nikakusii, weka mbali kunyamaza, weka mbali kujibia sawasawa na mfumo wa swali lilivyo. Unaweza ukatumia mfumo wa kuto kujitetea sana wakati unapokwenda kujibu maswali. So kila swali linahitaji wewe ujitetee, mambo mengi kujitetea. Hebu tuone Elia alivyomjibu Ahabu katika Wafalme wa kwanza sura ya 21 na mstari wa 20. Biblia inasema kwamba Ahabu akamwambia Elia, je, umenipata ewe adui yangu? Akamwambia, nimekupata kwa sababu umejiuza utende yaliyo mabaya machoni pa Bwana. Ahabu mfalme anamuita Elia kuwa adui yake. Elia hakusema hapana, mimi Ahabu, mimi Elia si adui yako Ahabu, mimi hapana. Turudilie, nasema kwamba katika 21:20 nasema Ahabu akamwambia Elia, je, umenipata ewe adui yangu? Akamwambia, nimekupata. Ahabu anamuita Elia kuwa adui kwa sababu Elia alimuonya, alimwambia usichukue shamba la, umekosea kuchukua shamba la Naboti. Kwa sababu amemuonya, anamuita kwamba adui. Na Ahabu alivyomuita Elia kuwa adui, Elia alimjibu Ahabu kutokana na upumbavu wake. Alisema ndio, nimekupata. Alikubali kuitwa adui. Wakati mwingine mtu anaweza kukuita ni mpumbavu. Wakati mwingine mtu anaweza kukuita ni mjinga.
unatakiwa utumie hekima kumjibu mtu huyo. Unaweza ukatumia hekima Bwana Yesu, labda ukanyamaza. Wakati mwingine umjibu mpumbavu sawa na upumbavu wake, wakati mwingine usimjibu mpumbavu sawa na upumbavu wake. Methali 26:4-5 inaongea yote mawili. Usimjibu mpumbavu sawa na upumbavu wake, lakini pia inasema kwamba umjibu mpumbavu sawa na upumbavu wake, asije akawa na hekima machoni pake mwenyewe. Hii ni hekima nyingine ambayo unaweza ukaitumia kujibu maswali. Lakini kitu kingine kimoja ambacho nataka nimalizie kwa kusema katika hali ya kujibu maswali ni kwamba ujifunze kusema hapana. Katika hekima ya kujibu maswali, jifunze kusema hapana. Sehemu ya hapana sema hapana, sehemu ya ndio sema ndio. Wewe ni mke wa mtu, sema ndio. Kama ni si mke wa mtu, sema hapana. Sasa suala la kushindwa kujibu hapana linapelekea watu wengine kuingia katika matatizo. Hivyo katika hekima ya kujibu maswali, sehemu ya hapana sema hapana. Watu wengine wameingia leo hii wana matatizo kwa sababu miaka iliyopita sehemu ya kusema ndio walisema hapana, na sehemu ya hapana walisema ndio. Sehemu ya kusema ndio usinyamaze, na sehemu ya kusema hapana usinyamaze ukasema kwamba natumia hekima. Natumai katika somo hili utakuwa umenufaika na utakwenda kupata hekima ya kuweza kujibu maswali. Sehemu ya kunyamaza utanyamaza, sehemu ya ndio utasema ndio. Wakati mwingine umjibu mpumbavu sana upumbavu wake, asije akawa na hekima machoni pake mwenyewe. Na sehemu ya hapana, jifunze kusema hapana. Sema hapana, sikutaki. Hapana, nina mwingine. Hiyo itakuwa ni hekima nzuri ya kujibu maswali. Mimi naitwa Mjenzi Ali. Tunafundisha masomo kama na haya kila wiki. Ili wewe wa kwanza kupata masomo yetu, naomba uweze kulike, tuone namna gani umevutiwa na masomo yetu, lakini pia acha comment ili kwamba tutaweza kupitia baadaye